Watu wangu, mkoaje? I hope mko sawa. Mr. Samap, I hope mko salama wherever you are in the world. Siku hizi tuko global, ni aje kwa dunia. I hope mko sawa. But anyway, tuchukue hii example moja ya huyu dem. She's very lonely. Extremely lonely. Na si ile ya kutaka mwanaume. And she's extremely sad. Na si ile ya kuvunjwa roho. Pia, on the other hand, amejiweza kipesa ni aren. But here is a situation. Situation yake ni kuwa yeye alikujanga US na akakuja na bwanake na akapata watoto wawili. Kupata watoto wawili hakukaa sana. Mzee akaanza kucheza michezo yake huku Amerika. Alienda akapatana na weusi wetu wa huku. Mnajuanga wakishashika mwanaume hivi. Mwanaume anaona another world. Kinaumana. Hivyo ndio kuli happen. Before she knew it, walikuwa wameachana. Aliona hapo hawezi. Na wakaachana, jamaa kaenda zake. Jamaa ulipalipa child support. So, na dem ako na job poa. But, time ikaenda. Msichana akaona, manze, tulikuwa tukijenga kwa kina kijana kwao. Juu kijana walikuwa na shamba kwao. Na ilikuwa place poa. Na juu si ni bibi na bwana. Wakaamua ni aje. Wacha tujenge kwa bwana. So, hawaku hata wamefikisha hawaku wamefika mbali. Ndio wakaachana. So, project iko kwa kina kijana. Msichana wenyewe hata tuseme atake hiyo nyumba. Ataendaje kuishi kwa baba ya kijana na wameachana. So, aliacha hiyo project. Ikakuwa ya mwanaume. Nikaa ilikunywa maji kwake. Akasema ni sawa. Na akajipromise sasa. Mimi afadhali nijenge kwetu. Juu kwao kuna baba yake na kuna mama yake. Na walikuwa hizo 65 hivi, si wazee sana. Akaanza kujenga, akaambia budake ni aje, simu nikatie kaploti hapo nianze kujenga. Na ni ile ya kukatiwa kuambiwa hii ni yako. Si ati walienda kukata kwa title ati akaambiwa hii title ni yako. Ni ile mzee alisema hii ni yako na pia kwa will hii itakuwa yako. So we jenga hapo. Msichana akaanza kujenga. Watoto wake ndio wanakuwa wako maybe 10 years. Wamekaa waliachana na mzee. So msichana ameanza kujenga. Foundation ndio hiyo imefika. Kufika foundation ndio hiyo amemaliza walling. Ilikuwa maisonette ndio hiyo amemaliza second floor. Na korogea flat roof juu. 2 years zimepita akifanya hivyo. It was a lot of money, so ilikuwa inamkula. Remember, in US, she's a single mother. Ndiye anapata ka child support, but it's never usually enough saa zingine. Kwanza ukiwa na maboys wawili, wana consume mbaya. So, my friend, bahati tu mbaya, mama yake akakufa. Ilikuwa very sad story na akakimbia home, wakamzika na akarudi. And life ikaendelea kidogo for about a year. Mwaka kupita hivi na nusu hivi. Watu wangu, mzee akaleta bibi home. Hapo ndio msichana kidogo alipanic. Umeleta bibi home? How about hii shamba yetu? How about shamba yangu? Mzee anamwambia awe usijali. Hii shamba ni yako. Usijali. Bibi nimemleta lakini shamba ni yako. Msichana akakuwa na shusha. Akaambia mzee, ni aje. Si ungekata tu unipatie taito yangu juu. Umelete another woman hapa.
I don't know venye hii story na huyu mwanamke itaenda. Watu wangu, noma. Mzee alisema we usijali, shamba tukatakata, I promise you hakutakuwa na anything. Msichana shingo upande akakubali, patakaendelea kama alimalizia nyumba yake. Kumalizia, msichana hata ameanza kuona hopes za siku moja atarudi Kenya. Punde si punde, mzee amedai. Watu wangu, si mnajua tu venye kulienda. Hiyo shamba, hiyo nyumba, mpaka leo iko kotini. Mzee alidai alioa bibi mwingine. Bibi alisema kila kitu ni yake. Bibi alikuja na watoto. Watoto ni wakubwa. Watoto wanasema shamba pia wanataka share. Bibi anataka hata hii nyumba ya msichana. I don't know. Msichana ako US, akijaribu kutumia other relatives kumsaidia na lawyers na nini, wanamkula do. So relatives ni kama wamemkata nje. Wanamkula do. Leta hii, leta hii. Leta lawyer anataka hii, kuna pesa hii, kuna pesa hii, lazima tulipe hawa hapa. Sijui lazima tufanye hii, tuende tusign paperwork fulani. Do tu inamtoka. Kesi imekaa kotini, gai, mpaka wa leo. Nyumba, actually kesi ilienda mbaya mpaka waliambiwa wahame wote watarudi after kesi miti imemea kwa nyumba yake, miti imemea everywhere, shamba imekuwa kichaka. Imekuwa loggerheads. Juu ya mzee alichezwa na mwanamke. All along huyo mwanamke seemed to have known what she was doing. Wase, huyu msichana ako lonely. Amejipata home, she has no one. Amejipata huku, alikuwa betrayed by the husband. She has no one. Na mnajua huku as a single mother, kukimbizana na vijana wawili, sio mchezo. Mara games, mara hii, mara ile, mara shule kudropiwa, mara hii, mara ameumia, mara nini, mara So, the girl is doing okay. Lakini, this is to explain to you his story. Why a lot of us in America are very sad sometimes for nothing, for seemingly nothing, but for something. But we are also very, very lonely, even if we are surrounded by people and maybe sometimes our children. Our children understand, hawajui Kenya ni nini, hawajui mashamba ni nini, hawajui kunyang'anywa shamba ni nini, hawajui nyumba kuenda still haijengeki anymore, hauwezi ingia nyumba yako juu iko kotini ni nini. Hawajui how desperate some people in Kenya are. They just want everything from you. Yani hiyo familia, huyo mama iliamua hata tutaki kugawiwa shamba nusu. Tunataka ya huyu msichana na nyumba yake. And there is nothing they put in. Alafu ma relatives, badala wasaidie msichana, wanatake advantage kumkula. Sababu ya simple thing, msichana ako America. When you're in America, now you have the relatives not on your side, you're on a very, very bad place. You're in a very bad place. Ndio unapata watu wako very lonely out here na wamejia-isolate. Wanachapa tu job zao na hawataki kujua kama watawahi rudi Kenya, hawataki kujua what tomorrow holds, hawataki kujua kama watoto wao ni wa Kenya ama si wa Kenya, watakuwa Americans or not, hawataki kujua. They are just doing them. My friends, sio kupenda kwetu huku diaspora. Watu wangu Kenya, mkiona sisi watu wa diaspora, mnahesabu $2.
the sadness behind it, the trouble behind it. Na huku tunaosha marasa huku, na ingine tuko tu kwa malori, ingine tuna hustle na mabusinesses na hazileti pesa enough. Hey, sio rahisi. Wengine hata tuko na hiyo pesa, but umekuwa betrayed by your husband or your wife here. You're very, very sad and lonely, sometimes very depressed. Hey, watu wangu wa diaspora, hii story ni yenyu. Guys, take courage. Take courage. Ilikuwa short story, but ni ya kuku-encourage. This is Mr. Sam the Creative with Bananaland Media and Good People Society. Because you are my good people. Na nimetoka.